Kila mtu kijijini alijua kuwa Mwangalaba haangaliwi usiku. Hawakujua ni kitu gani hasa, waliita kiumbe, wengine roho, wengine mkosi. Lakini hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kuwa mchunguzi wa ukweli, isipokuwa Amani, kijana aliyekuwa na tabia ya kutaka kufahamu mambo zaidi ya mipaka. Usiku ule, upepo ulikuwa mkavu lakini baridi ilipenya mifupa. Mbali, Mbalamwezi uliangaza kwa mwanga hafifu kana kwamba unaogopa kushuhudia kitu fulani. Amani alitembea kwenye barabara ya vumbi, akitafuta ng'ombe wake waliopotea. Lakini moyoni, alijua hakuwafuata ng'ombe tu, alitaka kuthibitisha hadithi alizokuwa amezisikia tangu utotoni. Katikati ya safari, alihisi sauti nyuma yake, nyayo, laini, zisizo na uzito, kama mtu anayetembea juu ya majani hewani. Aliposimama, zikasimama pia. Alipotembea, zikaendelea. Hakutaka kugeuka. Lakini moyo wa kibinadamu huwa dhaifu mbele ya siri. Amani alipogeuka, hakukuwa na mtu. Ila hewa ilionekana kama inatetemeka, kana kwamba kuna kitu kisichoonekana kinavuta pumzi ndefu. Ghafla, sauti nyororo ya kiwanadamu kabisa ikasema, "Kwa nini unapenda kutafuta kile ambacho wengine wanakikimbia?" Amani alisikia sauti hiyo katika kifua chake, si masikioni. Alihisi baridi ikimkumbatia kama mikono miwili ya kivuli. Miguu ikatetemeka. Lakini badala ya kukimbia, akasema kwa sauti ya juu kidogo, "Nataka kuelewa, nataka kujua ukweli." Kisha hewa ilianza kujikusanya mbele yake, ikiunda umbo, si roho, si mtu, bali kiumbe kinachobadilika kama moshi unaoishi. Macho mawili meupe yakatokea, yenye huzuni isiyoelezeka. "Mimi nilikuwa kama wewe," kilisema kwa huzuni. "Nilitoweka hapa usiku nikiwatafuta ng'ombe na sikuwarejea. Si kwa hiari. Niliwekwa hapa kufuatilia, kuogofya, kulinda yale msiyoyajua." Amani alihisi huruma isiyo ya kawaida. Hicho kiumbe hakikuonekana cha hatari tena, bali kama mtu aliyepotea katika nafasi na muda. Alifanya jambo ambalo hakuna mtu angefikiria kufanya. Alisogea karibu na kiumbe hicho. "Kama ulikuwa binadamu, bado kuna sehemu yako iliyobaki ndani haya makovu ya mwanga. Hebu niambie, naweza kukusaidiaje?" Kiumbe kilitetemeka, kisha kikafifia kana kwamba kinapoteza nguvu. Mwanga wa macho kikautokomea polepole. "Unachoweza kufanya," kilisema kwa sauti dhaifu, "ni kuendelea kuishi kama binadamu. Kucheka, kujaribu, kukosa, kupenda. Kwa sababu ndivyo vitu vinavyonipa kumbukumbu za mwisho za kuwa hai." Ghafla, upepo mkali ukapita, na kiumbe kikapungua na kupotea kama moshi unaomezwa na giza. Nyayo zake zilizokuwa zikimfuata Amani hatimaye zikakoma. Amani alibaki pale, peke yake, lakini si peke yake moyoni. Kwa sababu sasa alijua, sio kila cha kutisha kinataka kukuumiza. Wakati mwingine, kinaomba tu kukumbukwa. Usiku ule, alirudi kijijini akiwa na ng'ombe wawili waliokuwa wametoweka. Lakini kilicho muhimu hakikuwa ng'ombe, bali ukweli aliochukua moyoni. Na wakati mwingine, akitembea usiku, alisikia nyayo nyepesi nyuma yake, lakini sasa zilikuwa za kirafiki.